Ya, asante sana ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, ni The Yanshu Young King. Leo tupo na msanii fulani hivi amazing sana. Nafikiri wapenzi wa muziki wa pale kwetu nyumbani Checheni, Nyarugusu Camp wanamjua sana tu kwa kazi zake alizozifanya na kazi nzuri alizoziachia, hit song, tena nyimbo kali sana. Labda kwa wale ambao ni wageni sana ambao hawamjui, kwa leo watamjua na atajitambulisha mwenyewe. So Kweni ready guys kwa kupata exclusive interview. Usisahau kusubscribe Yanshu TV, like na comment ili uwe kwanza kupata update zetu. So mambo vipi? Ya poa, kwema. Kwema, mambo ni aje? Nashukuru Mungu sijambo. So I think long time mashabiki zako hawakuoni, na nafikiri ni vyema zaidi kwa wale ambao bado hawajakufahamu na ni wageni sana kwa kuona kwenye media. Unaweza kujitambulisha? Ya, kwa majina naitwa Majaeze Countryval maarufu Majasi. Ya, nafikiri kwenye platform zako zote za music unatumia jina hilo au kuna platform zingine ambazo zina majina tofauti? Majina yangu ni hayo Facebook, Instagram, WhatsApp. Ukienda hata kwenye mtandao wa X utanipata hivyo kwa majina ya Majasi, Majaeze Countryval hilo. Yes, kama kawaida ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, anaitwa Majasi. Yeah. Yes, Countryval, yani ukitafuta kwa jina hilo tu YouTube na channel zingine popote pale tu, hata TikTok anatumia jina hilo tu, utampata kwa kusikiliza kazi zake zaidi. Tutapiga naye ma story 1-2-3 leo kuhusiana na muziki wake na safari yake ya muziki. Nafikiri ni vyema zaidi ukikaa pamoja nasi kupata vitu kama hivi. Nafikiri hivi ndio vitu vyako mtazamaji. Ya, nafikiri ni muda sasa uachi ngoma, nafikiri video, ila audio zipo na audio zingine umetoa. So ni changamoto gani ambao unapitia zaidi sana kwa kutoa ngoma? Kusema ukweli mi sina changamoto yani tuseme sina changamoto kubwa, lakini changamoto za maisha zipo, na ngoma sio kwamba labda kuna kitu kinachosababisha nisiachie, ila nipo kwenye mpango. Maana sitaki ile nikianza kazi nitoe ngoma moja afu nikae mwaka sifanyi kazi, hapana. Kwa hiyo kuna vitu bado navipanga ili mradi nikija kuanza niwe nimeanza kabisa, yani sitaki kuzima, na sidhani kama nitazima nikianza. Ya, ni vyema sana ukatoa ngoma kwa mpangilio. So nafikiri wewe ni mzoefu wa muziki toka Checheni na hapa Amerika. Ni tofauti gani ambayo umeiona na changamoto gani ambayo umeiona tofauti ya muziki ukitoa kule kwetu na hapa Marekani? Kwa Checheni muziki sio mgumu sana kutokana na mazingira yalivyo, na pia ukija kuangalia upande wa Checheni na hapa, tuanze kutengeneza audio kule ni rahisi sana kwa sababu producers ni wengi. Kwa ukimkosa huyu unaenda kwa huyu, Sasa hapa inakuja kutokea kwamba kwenye state yako hamna producer. Kwa hapo hivyo unaanza kuwa na ugumu. Na maproducer wa hapa, wale tuseme wale wazao wa hapa wa Marekani au wa Spanish, wanakuwa wana aina yao ya kurekodi. Maana mimi nishafanya nao kazi. Hiyo kazi sikuwahi kuipost kwa sababu ilikuwa ni mbaya zaidi. Yani unaweza ukarekodi, lakini kuna namna ambavyo wamezoea wenyewe kurekodi na ninavyozoea au tunavyozoea sana sisi tulotoka huko Checheni, na kwa kuna utofauti kabisa. Kwa hapa Marekani tukiangalia upande wa video zinakuwa zina ule uhalisia kutokana na mazingira ni mazuri. Kwa unakuwa unakuta location nyingi ukizitafuta unakuwa unazipata kirahisi, sio kama kambini. Kwa kambini upande wa audio lazima wao wanatengeneza audio nzuri sana kutokana na mazingira, maproducer ni wengi. Ila kwa hapa maproducer ni wachache. Kama state yangu mimi kuna dogo mmoja anaitwa KB Boss. Nafikiri wengi wanamfahamu. Huyo dogo ndo ana vyombo vyake, ndo huaga naenda kurekodi. Kwa ndo unakuwa unakuta kuna vitu ambavyo anaviweza vingine haviwezi. Kwa na rekodi kwake afu na mtafuta producer mwingine namtumia project kama ni mixing, kutengeneza beat, inakuwa inafanywa hivyo. Ya, nafikiri hiyo ndo changamoto hasa. Na nafikiri wasanii wengi hapa Marekani huwa wanafanya rafu. Nafikiri wewe kama msanii unajua, anaweza kaenda studio akapiga rafu and then akapeleka ngoma yake sasa kwa yule mtu ambaye anamwamini. Nadhani anaweza kama ni producer ambaye yupo kambini kule, anatupa ngoma yake afu anaitengeneza. Je, unaonaje na wewe? Kwa hiyo inaweza kurahisishia kazi yako kuwa unafanya kazi vizuri sana au vipi? Ya, mimi nisiwe muongo. Yani sasa hivi nina ngoma 6. Yani sijaposti ila zipo tu. Hizo ngoma 6 zote nimefanya hapa rafu, nimetuma huko,
Kuna jamaa mmoja yupo da na zingine nimepeleka kambini kabisa. Kuna beat moja imegongwa na Tuse, kuna ngoma 2 zimegongewa beat na Alexi pamoja na kumixiwa. Ila hii ya Tuse bado haijamixiwa, na kuna nyingine nimemtumia Cheche naye hajamixi wala hata hajaweka beat. Kwa hiyo sasa hivi ndo nishaona ni kama biashara nitakayokuwa nafanya. Natengeneza ngoma hapa, naweka rafu, afu natuma project kule, wanaenda kuzitengeneza afu wananitumia. Na je, ufanyaji kazi wa ma-producers ambao wapo kambini, I mean Checheni, ufanyaji kazi wao, je, wanafanya kazi kwa uweredi na maana on time, au na wenyewe mizinguzi sana kwa sababu upo Marekani wanajua tu hela zipo tu, kila kitu kitapatikana? Mi cha kusema ni kwamba producer huaga yupo tayari kutokana na unavompangilia wewe. Kitu cha kwanza wanahitaji hela. Yeah. Kwa sababu ukimtumia project bila hela, na yenyewe ataiweka hapo kama project tu bila kuifanyia kazi. Lakini ukimtumia na hela, afu akianza uzinguzi hapo ndo unakuwa unaangalia nini ufanye ili mradi afanye kazi yako kwa muda. Lakini mimi ninachoshukuru kwa hizi ngoma 2 alizozimix nani Alexi, nimemtumia hela na project akaifanya kabisa. Yani kwa siku aloniambia, yani akikwambia Jumatatu, yani niyo hiyo Jumatatu ngoma anakuwa amekamilisha kabisa. Ila na kwa Tusena wenyewe nilitumaga idea na beat alitengeneza beat 2 siku hiyo moja na akanitumia. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema kwamba kuna producer ambaye ashanizingua. Sina kabisa. Ina maana ma-producers wa Checheni wapewe maua yao. Wanafanya kazi kwa weledi. Kwa upande mmoja tuwape maua yao, kwa sababu ukija kuangalia sasa hivi ngoma nyingi zinaiti, wanatengeneza ngoma nzuri na wanajituma. Sio kama kipindi mimi naanza muziki, kambini alikuwa ni producer huyu mmoja, Shalom Record. Watu walikuwa wanafanya kazi kule, alikuwa Diki, P-Boy kipindi wako New Light, na Diki wako Coco Bendi. Kuna kipindi Maru, kama mnaweza mkamkumbuka, Maru na mdogo wake Paru. Kuna jamaa mmoja alikuwa anajiita Baflagela. Hao ndio wote tulikuwa tunakutana mara nyingi kwa Shalom Record. Jina lake Claude alikuwa alikuwa anafanya kazi zake FD ni Mrundi hivi. Kwa huko ndio tulikuwa tunafanya kazi, ndio kulikuwa kuna hizo changamoto. Hadi uje ukamilishe ngoma kwa Claude, yani utakuwa umemaliza hela nyingi sana. Hiyo ngoma moja tu, yani itakuwa leo ukienda mamangu anaumwa na mpeleka hospitali, naenda kupokea sabuni, yani unakuta vipengele vinakuwa vingila. Sasa hivi kazi zipo zinafanyika nzuri sana, na ma-producer wa kambini, Mungu awabariki na waendelee kujituma. Pale wanapoishia waendelee kujifunza zaidi, ili mradi siku moja labda tutakuja kutoboa. Okay, acha tuzungumzie kazi zako. Na nafikiri ulidrop ngoma ya Unanionea. Je, mapokezi yake unayaonaje? Mapokezi ya ngoma Unanionea, hiyo ni ngoma ambayo kuna dogo mmoja anaitwa By Jen Foxy, na kuna dogo mwingine anaitwa Guy I. Hao ni madogo ambao waliniitaga, brother, tunaomba tufanye muziki. Yani naweza nikafurahi tukiwa pamoja. Sasa dogo, yani kama walikuwa kama ile hawana imani, maana mimi niwaambiaga mimi nina uwezo wa kutoa hela tukarekodi audio, lakini video itabidi tujipange. Sasa dogo walikuwa hawana imani na mimi. Ndio siku moja tu akaja akanichukua moja kwa moja tukaenda kufika studio. Maana alikuwa kama surprise. Yani surprise. Tulienda kwa Eze alikuwa anafanyia kazi kwa Wanandoto, yani alikuwa ni producer wa Spy. Kwa hiyo tulipofikaga pale, dogo alikuwa amejiandaa kabisa, alikuwa na beat fulani hivi ambayo ni tofauti na hiyo tulofanyia kazi. Yani beat ambayo ameimixia. Tulikuwa na beat nyingine, akaniambia beat hapa bro, turekodi. Ndo tukaanza kutafuta idea pale tukafanya hiyo ngoma. Na hapo moja kwa moja tukaposti. Na tulivyoposti hatukufanya promotion ya aina yoyote. Yani tuliposti tu na account yangu hiyo ya Facebook, ya YouTube ilikuwa ni changa, na hata hivi kwao nikawa sikuifanyia promotion na ngoma ikaishia hapo. Kwa hiyo yani kati ya ngoma ambazo sijawahi kufikiria kufanyia promotion hiyo imo. Yani sijafanyia promotion kabisa ina yoyote. Na nafikiri ni ngoma kali sana. Ndugu mtazamaji, ikiwa bado hujaona na hujasikilizia huo wimbo wa Unanionea, nenda YouTube chap ukasikilizia huo wimbo wa Unanionea. Ni ngoma kali sana, afu ngoma imeimbwa kwa hisia kali zaidi. Ilitokana na nini kuunda idea ya Unanionea? Labda kuna tukio fulani lilitokea au ngoma Unanionea ni kwamba ilikuja kuingia kwenye kipindi ambacho kuna demu mmoja tuliwahi kuzinguana hivi.
mimi na demu tulizunguanaga, so pia yani ni story ndefu kwa sababu hadi demu aje anizingue. Alitokea brother mmoja hivi ni msanii na yeye pia akawa anamfuatilia yule demu, kwa mambo yakawa ni mengi, afu demu ndo kama akawa anaonyesha ile dharau kwangu nini, kwa sababu yule jamaa ni msanii mkubwa, ana jina mle kambini. Kwa ndo ikawa hivyo. So tulipofikaga studio mimi ndo nikamwambia kwamba basi tuimbie idea kama ya mtu umeachwa hivi Kwa ndo tukaanza hapo, tukashirikiana wote pamoja na Eze producer huyo. Tukatoa mawazo pale, afu ndo tunatafuta melody na tunaweka maneno moja kwa moja tukatengeneza kitu. Na ndo maana nimepata picha sasa, maana wimbo umeimbwa kwa hisia kali sana, na maana ni kama mtu ampatwa na maumivu makali sana, afu unaimba kutoka moyoni. So ndugu mtazamaji, mtafute YouTube, anaitwa Maja DS. Maja the Country. Maja the Country. Mtafute YouTube, utapata ngoma zake kali sana. Na Suni nafikiri kuna ngoma inatupo, au si? Kuna ngoma ambayo nimefanya na Kaya si Young Fizz na Sam TZ. Ngoma inaitwa Pete Pete. Kwa hiyo ngoma Suni sasa hivi tutaposti video yake, video lyrics, alafu video kamili na yenyewe inakuja ipo njiani. So mashabiki wakae mkao wakula, na nafikiri ambao ni mafans zangu au watu ambao wamenifollow TikTok, nafikiri wamebahatika kuona kipande kimoja, yani kipande tulichokifanyia challenge TikTok, wameikubali ngoma. Na hata wewe ambaye hujaiona unategemea kuiona, basi jiandae, ngoma ni kali, nafikiri utanipa maua yangu. Mimi sitaki kujisifia sana, acha ngoma zenyewe zifanye kazi. Acha kazi itende. Yani so maneno kidogo, kazi kwa wengi. Haya. So ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, kaa pamoja nasi, nafikiri mtapata ngoma kali kuhusiana na msanii Maja Country. Tafuteni YouTube yake tu, mtapata vitu vingi sana, na mtaona anavyotisha na kazi zake anazozitoa. So unaweza kutuambia nini kuhusiana na wasanii ambao wako hapa Marekani? Nafikiri kuna mtafaruko fulani hivi, amui kitu kimoja, so inaweza kutokana na nini hali kama hiyo? Mimi kitu cha kwanza nitasema labda tuseme ni umbali, kwa sababu mtu ukiwa kwa state hii, msanii mwingine kwa state fulani na mwingine kwa state fulani, hiyo inaweza ikawa ni changamoto moja hapo ya kufanya watu tusiwe na umoja. Na kitu kingine, kuna ile wale walokutaniwa na sisi tulokuja, pia nayo inakuwa inaleta changamoto, kwa sababu yule alokutaniwa huko alikutaniwa amejitengenezea mazingira yake na marafiki zake. Kwa hata mimi nikija, na mimi nitakuwa na marafiki zangu tu. Hilo ipo. Na kitu kingine ni kwamba mtu kule kambini, tuchukue mfano, kule kambini ulikuwa una manager. Ila mara nyingi wasanii wengi hapa hadi aje apate manager itakuwa umesota sana. Kwa ukiwa uko hapa unakuwa unajimanage wewe, unajikuta sometimes unaweza ukaa uko busy, na kuna wengine wanajua ni kiburi tu, ile wamejikuta wamemaliza maisha, basi ndio inakuwa hivyo. Tuanzie hapo kwa ambao na kiburi hapo, na washauri nini kwanza hao ambao wanajikuta labda wamemaliza maisha, wanashindwa kushirikiana na wasanii wenzao, na wanajuana wote, sote ni wasanii, huyu anafanya muziki na mimi nafanya muziki, nafaa nimpatie ushirikiano, japo umbali upo ndio, lakini ushirikiano lazima utoe, maana kuna matatizo yanatokea, wasanii wote mnakusanyika sehemu moja na mnaonekana mmefanya kitu. Na washauri nini watu ambao wanajikuta labda sisi ndo wa kwanza tumefika hapa, tushajitengenezea mazingira hapa ndo nyumbani, mnawadharau wengine ambao hawajafika? Mimi kitu cha kwanza ni kuambia kwamba waelewa haya ni maisha. Tukiachana na usanii, haya ni maisha. Kwa tuwe tunajaribu ile kupeana support, kwa sababu kuna kitu wewe unakijua mimi sikijui, na kuna kitu unakijua wewe ukijui. Kwa tukishirikiana wenda tunaweza tukafanya kitu kizuri, na kushirikiana sio lazima tufanye collab, ila tunaweza kuwa tuna ule ukaribu tu. Ikawa mimi nikifanya kazi, wewe unakuja unanishauri hamna hii kazi fanya hivi, unakuta nikija kuposti kazi inaenda kabisa. Hata na siku ukifanya kazi mimi nakuja, hapana, hapo ungeweka hivi. Hata ni kipindi cha video nakwambia hamna hii, usishoot hivi, au hiyo nguo vua vai, unakuwa tuna ule ushirikiano. Kwa kikubwa mimi cha kuambia ni kwamba tuelewe tu kuna maisha mengine tofauti na usanii, tuwe pamoja, tuwe tunashirikiana. Ile kukutaniwa na sio tulokuja wageni isiwe chanzo cha kuachana, maana ukija kuangalia tena wasanii wengi ni wa community yetu ya Kibembe. Sasa unakuwa unajikuta kwamba tuna ule undugu tu. Kwa hicho kiburi hakijengi. Na yani msanii kama msanii ili uende mbali lazima utoe kiburi. Kiburi, yani kiburi huwa hakijengi, huwa kinamdidimiza msanii, kwa sababu kuna watu wanaonikubali mimi na wengine hawanikubali.
Sasa kama uko na kiburi, mimi watu wangu sitowalazimisha wakukubali. Yeah. Kwa hiyo mimi unanikuta mimi na mafansi wangu na una mafansi wako kwa kunakuwa kuna ule ukaribu kabisa. Lakini kama tuko sawa, hata mafansi wangu wao ukiposti ngoma mimi nitaifanyia promotion na ngoma inaenda na kikubwa si huwa tunaangalia views zinaenda, na views zikiwa nyingi unakuwa unakuta hata na wewe unakuwa unajisikia ile yani ile kitu hapa nikifanya kazi nyingine itaenda. Kwa hivyo ndio vitu tunavyohitaji sana, watu tuwe na umoja. Okay. Vijana na wasanii wa hapa USA ambao mmetangulia na ambao mpo hapa, nafikiri toeni support kwa wasanii ambao bado wamefika Marekani, waonyesheni njia hiyo bwana. Hapa tunafanyaga hivi, muziki hapa unaenda hivi na hivi, limradi na wenyewe wapate kutoboa. Nafikiri bila maelekezo na bila kumwambia mtu yoyote njia kupitia, bila kumuonyesha mgeni hapa ndo chooni, hichi ndo chumba cha kulala, hawezi akajua peke yake, ni lazima umuonyeshe. Kwa mambo ya kujifanya timi ndo wa kwanza nimefika, mnashindwa kusapotiana, sio poa sasa. Na nafikiri kuna ngoma nyingine ambayo li drop inaitwa Mashiri. Nafikiri ile ngoma ni ya kusifosi. Yawezekana labda kuna demu fulani ambayo ulitokea kumpenda sana, afu akawa ni demu ambaye ni wa kipekee sana kwako, ndo ikakupelekea kuleta ile idea, au ilitokana tu kaitoa kichwani tu acha nitoe ngoma ambayo inaitwa Mashiri? Hiyo Mashiri ni ngoma ambayo yani tufanye, yani sijui niseme kama nimemwimbia mwanamke, ila yani nimemwimbia mwanamke kweli ukifuata maneno, lakini hakuna demo yote nilomwimbiaga ngoma. Ni ile tu idea ya usanii nijiaga nifanye ngoma kama hii. Maana nakumbuka ilikuwa siku moja nilikuwa niko Dar es Salaam. Sasa nilikuwa nipo kwenye daladala hivi. Nikawa nasikizisha beat. Nikapenda beat moja, nikasema ngoma hii beat naweza nikaifanyia rumba. Kwa ndo nikawa naandaa ngoma hivyo. Ndo hilo jina la Mashiri sasa ilikujaga kwa Eze. Nilifikaga pale kuna sehemu nimesema je t'aime ma chérie. Hapo Eze ndo akasema hapana, hii ngoma tuite Mashiri. Kwa ilitokea hivyo tu, lakini sio kwamba nilikuwa nimemwingia mwanamke kabisa. Okay, na nafikiri wasanii wengi hapo kwetu USA, wengi sasa kwa sasa hivi wapo kwenye mfumo wa kutoa EP na wengine hapo kwenye mfumo wa kutoa album. Vipi na wewe, hiyo imekaaje kwa upande wako? Na mimi kwenye ndoto zangu hiyo ipo, nategemea tu hicho kitu kitakuepo, na yawezekana hiyo ndio ikawa sababu ya mimi kuchelewesha kutoa ngoma. Maana ukija kuangalia ngoma ambazo niko nazo hapa audio ni kama 6-7, na kuna ambazo nimerekodi kabisa, yani zile zimekamilika, na hizo zingine hazijakamilika. Ni zile tu bado huenda labda hazijachengewa biti, huenda hazijamixiwa. Kwa na mimi ipo kwenye mawazo yangu, huenda hiyo inaweza ikawa sababu au isiwe sababu, lakini itatokea siku na mimi nitakuja kudrop EP. Ikiwezekana Mungu akijalia tunatoa album. Kwa kila kitu ni mipangilio, alafu unamshirikisha Mungu. Mungu ndo anajua nini kitu gani uanze nacho. Nafikiri wasanii wengi sana wanakimbilia kwenye IP. Labda unaweza kutuambia kwenye IP kuna siri gani kati ya kutoa ngoma moja na kudrop IP moja kwa moja? Kitu kimoja mimi ninachoelewa kwamba kwenye EP ni kwamba ni ile tu, yani ni ile tu mtu labda uonekane umefanya kitu, kwa sababu EP utoimba ladha moja. Ni kwamba utagusa hapa, unagusa hapa, na hata hivyo kwenye EP unaweza ukawa na collab 2-3. Hiyo inakwenda kutengenezea kwanza ile njia kwamba una ngoma nyingi, afu umetoa ngoma nyingi kwa mpigo. Hiyo kuna ukubwa fulani utauhisi hapo. Udogo amekuwa sasa ameanza kuweza kuposti mfano ngoma 7 zote ameposti. Kwa kila mtu, na kuna mtu atahitaji asikilize ngoma moja tu. Mimi naipenda ngoma fulani na kuna mwingine anaipenda ngoma fulani. Kwa hiyo unajikuta unakuwa unajitengenezea hali moja hivi. Kwa hiyo ni ukubwa pia. Kutoa EP ni ukubwa. Maana unatoa EP kwa ukubwa na kutengeneza soko zaidi. Kila mtu anapenda ladha yake ambayo anaipenda, au si? Kwa sababu ukija kuangalia kwenye EP mtu unaweza ukaweka rumba, ukapiga ngoma 2 za mapiano, ukapiga ngoma 2 za bongo flavor, style ya bongo flavor kabisa ile tunayojua. Unaweza ukagusa singeli, ni wewe tu. Kwa hiyo unajikuta hapo unajitengenezea kitu fulani. Na mimi ninachoshukuru mara nyingi EP zetu zilikuwa kwa tofauti, haikuwa kwa ni ladha moja. Kila mtu anakuwa na kitu kile, yani kila mtu anakuwa anaandaa ngoma tofauti. Mfano huyu sasa hivi ngoma ukija kuangalia muziki unabebwa na mapiano. Kwa hiyo unajikuta unagusa ngoma 3 za mapiano, unagusa ngoma nyingine za kawaida tu ya afrobeat zote unakuwa unagusa huko. Na wasanii wengi hapa kwetu USA
walio wengi kabisa wakidrop IP zao hawashirikishwa wasanii wengi wa hapa Marekani. Wengi wao utakuta kwenye IP zao kuna nyimbo ambazo wameimba na wasanii wa kule kwetu Checheni. Hii nayo imekaaje kwa upande wako? Je, na wewe ukidrop IP yako utashirikisha wasanii wa hapa au na utaenda Checheni kama kawaida? Bro, nahisi nimekwambia hiyo ndo kitu ambacho hakipo hapa, ule ushirikiano haupo. Mimi namjua huyu ni msanii, lakini unajikuta namna ninavyoishi mimi na ninavyoishi yeye ni vitu vile tofauti. Lakini mimi sitegemei kama naweza nikaweza kumshirikisha msanii aliyoko kambini nikashindwa kumshirikisha msanii aliyoko hapa. Kwa hiyo vyote inategemea, na ule aliyopost IP yake inategemea alikuwa kwenye motion gani. Huenda hayuko sawa na alikuwa amemwangalia msanii fulani labda ndo angefiti hapa, lakini kutokana na ule kutokuwa na ushirikiano akaamua kwenda kule akamshirikisha mtu mwenye uko kule. Lakini mimi kwa upande wangu mimi nitagusa kote. Nikigusa kule hata Kongo naweza nikagusa, hapa nikagusa. Yaani vyovyote vile na tukiangalia community yetu ya Wabembe, tena guys from Nyarugusu, wasanii ambao wametoka Checheni, wengi wao zaidi sana wanafocus sana na kutrendi na matukio tu kwenye social media huko badala kufocus na kazi. Sijui unaweza kuwashauri nini wasanii kama hao ambao wafocus na kazi, ambao wanafocus sana na kutrendi tu kwenye mtandao? Mimi kitu kimoja ni kwamba kutrendi ni kujitengenezea jina, ila inategemea una trendi kwa njia gani. Mimi cha kuwashauri mtu, ukiamua kuwa trending basi uwe trending kwa vyote. Kama umetrending kwa ajili ya mwanamke, wewe mwanamke muonyeshe sasa kuwa yeye sio kitu. Ila kile ulichonacho ndio kinakufanya wewe na wewe na yule mwanamke wote mtrendi. Kwa yani ukiwa trending na kitu fulani, jifanye uwe trending na kazi zako. Mimi kitu kikubwa ni kwamba tu kuna muda tunapunguza kufikiri kuhusu muziki. Tunafikiria kuhusu trending tu. Yani kila mtu ukipita sehemu azungumzie muziki wako, anazungumzia ule jamaa alifanya kitu fulani. Sasa hiyo inakuwa kama inakuua wewe kama msanii. Kikubwa tu watu tufikirie kazi. Ukija kuangalia wasanii wakubwa ni watu ambao wanatengenezewa, yani yale mazingira ya mtu ajifanye yeye anamjua sana. Lakini unakuta yeye msanii hana habari naye. Sasa ila sasa sisi ndio tuko kwa na habari na hao watu. Yani tuelewe ni kutafuta jina. Hiyo nao tuielewe, lakini kikubwa tu watu tufikiri kuhusu muziki. Ukiwa ni msanii wa kuimba, basi focus jina kazi zako za kuimba tu. Na kingine, wasanii wengi wakijikita kwenye mapenzi sana huwa wanazima haraka sana. Hii inategemeana na nini? Mimi sidhani kama ukijikita kwenye mapenzi unazima, ila inategemea na yule ulioingia naye kwenye mahusiano. Kama ni mwanamke ambaye hapendi kabisa mambo ya muziki, inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuzima. Na ukiona mtu mwingine kabisa alikuwa yeye amekutana na mwanamke ambaye anapenda sana muziki, afu ukija kuingia naye kwenye mahusiano utaenda viral, kwa sababu yule mwanamke atakuwa anakupush. Lakini mtakuwa nafanya matukio kwa pamoja. Anakushauri amna tufanye hiki. Kwa hicho nacho kipo. Kwa ukimwona kabisa msanii ambaye ameingia kwenye mapenzi na amepotea, kitu cha kwanza uelewe huyo labda alikuwa anafanya muziki alikuwa upendi. Yani kama ile anajiforce tu, unajua ile hata tu nifanye kwa sababu ni kitu ambacho nishai kukifanya. Na kuna mwingine kabisa huyo mwanamke aliyenaye ndo hapendi masuala ya muziki. Sasa ndo unakuwa upige hesabu uje uharibu ndoa yako kwa sababu ya muziki. Inakuwa ni kitu ambacho hakiko vizuri. Kama kawaida ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, nite Yanshu Young King. Leo tena tupo kwenye exclusive interview na Maja S Kantriva. So unaweza kuambia nini mafanzi wako ambao wanasubiri ngoma zako kwa mimi niwaambie tu wakae mkao wa kula, maana chakula kishapikwa. Kilichobaki ni kupakuliwa na kutengewa mezani. Ngoma zipo nyingi. Nafikiri kwa baadhi ya mafansi wangu wananielewa na huwa naongea nao na huwa nawapa mipangilio yangu kwa suni tu wataona vitu. Sina uhakika kama mwezi wa 4 unaisha kabla sijaanza kuposti vitu. Basi acha tuwape, nafikiri tumefikia tamati ya interview yetu. Neno moja kwa mafanzi wako pia na neno moja kwa wasanii wa hapa Marekani. Nitaanza kwa wasanii wa hapa. Ni kwamba wasanii kitu kikubwa kwamba tuelewe sisi ni wasanii na sisi ni kioo cha jamii.
kuna vitu ambavyo tunavifanya, so yani ukija kuangalia yani havipo kwenye mazingira mazuri, kwa sababu tunafanya kitu ili mradi mtu mwingine atuige afanye kile mimi ninachokifanya. So nikija kufanya kitu ambacho ni cha ovyo afu mimi nina mashabiki, hapo ni kama nawafundisha mashabiki zangu na wenyewe wafanye kama mimi, unachukuta kama tunapotea. Kwa hiyo tunafanya vitu na mipaka, tukifanya kitu tuweke mipaka. Na kwa upande wa wa mashabiki zangu ni kwamba mimi nawapenda, wakae wanisubiri tu, soon naanza kuposti vitu. Yes, kama kawaida ndugu mtazamaji wa Yanshu TV, kaa pamoja nasi. Ikiwa bado hujasubscribe channel yetu, nenda kule YouTube search tu Yanshu TV, utatupata na uwe wa kwanza kusubscribe, kulike na comment ili upate update nyingi zaidi. Na pia ikiwa hujasubscribe channel ya Majasi Kantriva, nenda YouTube, andika tu Majasi Kantriva, utapata nyimbo zake kali ambazo amezitoa, kama Unanionea, wimbo wangu pendwa. Unanionea, maumivu kwenye mapenzi, nafikiri nyote mnayajua. Nyuma kamera tulikuwa na Konki Master. Bye bye. Umetoa tochi.